Habari gani mtongo wa Power, karibu kwenye 10 bora leo hii. Kama wewe ni mpenzi wa sinema ama filamu moto kutoka sehemu mbalimbali kote duniani, tumeratibu orodha ya filamu 10 bora za kusisimua na zinazotiririshwa hivi sasa mbashara kwenye mtandao wa Netflix. Iwe unapenda hali ya kukimbizana kwa kasi, matukio ya mapigano ya kudondosha taya au mlipuko wa kushtua moyo, filamu hizi zimehakikisha kukidhi hamu yako ya msisimko. Kwa hiyo, nyakua popcorn zako, kamkawa kula na uwe tayari kwa safari ya kusisimua kuhusu orodha ya sinema iliyo tofauti na nyingine yoyote ile. Bila kuchelewa zaidi, wacha tuzame kwenye orodha yetu. Number 10. Kutufungulia orodha hii katika nafasi ya 10 ni Project Power. Project Power inahusiana na mwanajeshi mstaafu anayejiunga na mchunguzi wa polisi ama ukipenda detective katika uchunguzi wa tembe fulani ya kimiujiza inayowapa watu nguvu za kipekee kwa muda mfupi. Wanavyozidi kupenyeza kwenye uchunguzi wao, wanatokea kugundua siri za ndani sana kuliko jinsi walivyotarajia kuhusu tembe hiyo. Inawabidi kuhatarisha maisha yao sana kukomesha uundaji na usambazaji wa tembe hiyo hatari kabla ije kuathiri kizazi cha binadamu. Number 9. Katika nafasi ya 9 ni Bullet Train. Bullet Train ni filamu iliyojaa matukio ambayo inamhusu muuaji mmoja mahiri anayeitwa Ladybug, ambaye ana jukumu la kuokoa mkoba wa siri kutoka kwa gari la moshi au treni inayoenda kwa kasi sana. Mkurupuko wa vita na rabsha unazuka kwenye treni hilo wakati wauaji wengine mahiri mno wenye nia tofauti wanapopanda treni hilo, kupelekea kila mmoja wao kutumia ujuzi wake wa kipekee na hali ya juu ili kujikomboa na kuzuia kifo. Number 8. Katika nafasi ya 8 ni The Five Bloods. The Five Bloods inawahusu wanajeshi 4 wa Marekani weusi wanaorudi Vietnam kutafuta mabaki ya wenzao waliokufa vitani na hazina ya dhahabu inayoaminika kufichwa katika maeneo ya vita vya zamani vya Vietnam. Mmoja wao, uwezo wao na nguvu za kiasili zote zinajaribiwa katika harakati zao za kufanikiwa katika kutafuta hazina hiyo ya dhahabu na kuaga kwa taadhima wanajeshi wenzao walioaga. Number 7. Katika nafasi ya 7 ni The Harder They Fall. The Harder They Fall ni hadithi ya mhalifu mmoja anayejulikana kama Nat Love, ambaye baada ya kupata habari kuwa asidi wake mkubwa Rufus Beck ametoka jela, anaanza kupanga njama na kundi lake kulipiza kisasi kwa kumuua baba na mamake wakati akiwa mdogo sana. Filamu inahusisha safari kikatili ya maadui wawili kuunda urafiki kwa ajili ya kumuua adui mwingine. Number 6. Katika nafasi ya 6 ni Hana. Hana ni story yenye msisimko mkali unaomshirikisha mrembo fulani anayeitwa Hana, ambaye anatoroka kambi ya kutengwa ambako alilelewa msituni na kugundua utambulisho wa ajenti wa CIA. Safari ya filamu hii inaonyesha hatari zinazoweza kutokea kutokana na kufichua utambulisho wa kweli wa mtu na binafsi yake. Number 5. Katika nafasi ya 5 ni The Old Guard. The Old Guard ni filamu inayosheheni matukio mengi ambayo inafuatilia safari ya mamluki wenye maadili mabovu wakiongozwa na Andy. Kundi hilo limeokoa binadamu kutokana na mashambulizi tofauti kwa karne nyingi, lakini nguvu zao zimeanza kupunguka katika siku za hivi karibuni. Wakiwa na mshirika wao mpya Nael kwenye timu yao, wanaanza safari ya kuwakomesha kundi fulani la watu wanaoiga na kupunguza nguvu zao hizo maalum. Juhudi hizo zinahatarisha maisha ya mamluki hao na maisha yao kwa jumla duniani. Number 4. Katika nafasi ya 4 ni Triple Frontier. Triple Frontier inafuatia maafisa 5 wa zamani wa kikosi maalum cha wanapolisi yani Special Forces kuungana tena kumuondoa mlanguzi maarufu wa dawa za kulevya Gabriel Martin Lorea kutoka Marekani Kusini. Uaminifu na urafiki kati ya watano hao unajaribiwa kadri matukio tofauti yasiyotarajiwa yanapotokea. Filamu hii inaangazia athari ya mivutano na uchoyo zinazoweza kutokea marafiki wanapozozana, huku wakijaribu kutafuta suluhu ili kuafikia lengo moja. Number 3. Katika nafasi ya 3, Goosebumps ni filamu inayomhusu kijana anayeitwa Zack Cooper, ambaye anahamia mji mpya na kufanya urafiki na jirani yake Hannah, ambaye ni mtoto wa R.L. Stein, mwandishi mashuhuri wa vitabu vya kutisha kwa maana ya horror books. Filamu hii iliyojaa ucheshi wa kufurahisha watoto na watu wazima kwa jumla inaonyesha wawili hao wanavyoshirikiana katika kukabiliana na viumbe vya kiajabu vinavyoangaziwa kwenye vitabu vya Stein vinapoonekana kupata uhai na kuanza kushambulia watu katika mtaa wao kwa njia ambayo inasisimua na kustaajabisha sana. Number 2. Katika nafasi ya 2 ni The Other Guys. The Other Guys ni filamu ya kuchekesha sana ya maafisa wawili wa polisi ambao hutoa vichekesho na kejeli za kipekee. Inaongozwa na Adam McKay, nyota wa filamu Will Ferrell na Mark Wahlberg,
kama wapelelezi wa NYPD waliolazimika kuchukua hatua kulinda jiji la New York wakati maafisa tajika wa jiji hilo wanapotengwa. Safari yao inaonyesha jinsi maisha kila siku ya mwanapolisi katika jiji kubwa duniani kama New York yana changamoto chungu nzima. Mchanganyiko wa vicheshi vya kipumbavu na uigizaji wa kipekee unaifanya The Other Guys mojawapo ya filamu ambazo huwafanya watazamaji kuburudishwa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ni historia ya kuburudisha na yenye mafunzo tele ambayo kwa hakika itakuacha ukiwa na furaha isiyo na kifani. Number 1. Na hatimaye katika nafasi ya kwanza, yani number 1, ni Fast X. Fast X inaingiza kwenye skrini yako msisimko unaochochewa na filamu za kasi ya aina ya Fast and Furious, na ndilo toleo la 10 hili sasa. Ikiongozwa na director Justin Lin, ni filamu ya ukutani ya juu iliyojaa vituko vya kuendesha magari yanayodunga kwa kasi sana. Vin Diesel na kikundi cha waigizaji tajika uliowazoea kwenye Fast and Furious wanarudia majukumu yao kwa furaha na kuleta haiba na kuzua kemia ya uigizaji sio na mfano. Story inafuatia Dominic Toretto, yaani Vin Diesel, na wenzake kama Ludacris na Tyrese wakikimbizwa na mtoto wa mlanguzi mkubwa wa dawa za kulevya ambaye anataka kulipiza kisasi kwa uovu aliotendewa babake. Wanalazimika kutumia ustadi wao bora wa kuendesha magari kwa kasi ili kushinda adui wao mpya katika mbio za kuendesha magari mitaani ili kujilinda na familia zao. Asante kwa kutizama. Bonyeza subscribe ili kupata mengi zaidi.